Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Kuna maneno ambayo alikuwa akiyazungumza John Mrema, hakika yalikuwa yakiniacha mdomo wazi. Ni maneno ambayo alikuwa anazungumza ni kama mtu ambaye sio mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Yani John Mrema alikuwa akizungumza maneno ambayo kimsingi yalikuwa ni kinyume na taratibu za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Sasa taarifa ambayo imetufikia hivi punde ni kwamba John Mrema kwa sasa amefutwa wanachama katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nini sababu? Ni kwa nini Chadema wameamua kumfuta mtu huyu ambaye alikuwa ni mtu wa mawasiliano ama mwanahabari kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema? Utafahamu ndani ya video hii. Cha kufanya mtazamaji ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimemvua rasmi wanachama aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema John Mrema, kutokana na kuleta dharau dhidi ya mamlaka ya chama na kuleta ukaidi dhidi ya kuheshimu miiko, tamaduni na misingi ya Chadema. Katibu wa tawi la Bonyokwa Chadema anayefahamika kwa jina la Solomini Kagoruki leo amemwandikia barua ya kumvua wanachama Mrema, ambaye amekuwa akilisema pia kundi la G55, ambapo kwenye barua hiyo Kagoruki amenukuliwa akimwambia Mrema, rejea barua ya Aprili 16 mwaka 2025 iliyokuwa na mambo mengi kuhusiana na taarifa ya wito wako katika mbele ya kamati ya watendaji wa tawi la Bonyokwa, kujieleza juu ya mambo kadhaa ambayo yalitajwa kwenye barua husika. Lakini pia barua ilikutaka uwasilishe utetezi wako kwa maandishi ndani ya muda tajwa kwenye barua. Bana, hayo ndio mambo ambayo Mrema aliambiwa, lakini mwisho wa siku alikaidi barua hiyo ambayo alitumiwa na huyu kiongozi, katibu wa tawi la Bonyokwa. Hivyo basi katibu akaweza kusema ya kwamba, napenda kujulisha kuwa kamati tendaji ya tawi la Bonyokwa iliyoketi Aprili 29 mwaka 2025 Bonyokwa Segerea kwa pamoja ilipitia na kujadili tuhuma dhidi yako na kubaini baada ya kupokea barua tajwa hapo juu ulidharau mamlaka yako ya nidhamu kwa kuibeza barua husika na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii badala ya kutumia muda huo kutekeleza takwa la barua hiyo la kujitetea mbele ya tawi. Pia katika hali ya kushangaza, pamoja na kuwa ulikuwa umetakiwa kujieleza, uliendelea na kutenda kosa kwa kuendelea kupinga na kudhihaki msimamo na programu za chama, na ulifanya hivyo waziwazi kwenye mkutano wako wa waandishi wa habari Aprili 22 mwaka wa 2025, ambapo uliendelea kushikilia msimamo wako wa kukituhumu chama hadharani, ukikijua kuwa huo sio utamaduni wa Chadema na wala sio misingi yake. Baada ya mjadala wa kina dhidi ya tuhuma zako, kamati ilifikia uamuzi wa pamoja kuwa umepoteza sifa za kuwa mwanachama wa Chadema kwa mienendo yako hiyo, na kwa hivyo kwa mujibu wa katiba ya Chadema ya mwaka 2006 toleo la 2019 ibara ya 543 umevuliwa rasmi wanachama wako wa Chadema wa tawi la Bonyokwa kuanzia tarehe ya barua hii. Lakini pia tunapenda kukutaarifu kuwa kwa mujibu wa kifungu tajwa hapo juu, unayo fursa ya kukata rufaa kwa ngazi ya juu kama hujaridhika na adhabu hii. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maandishi ambayo yameandikwa katika barua ambayo amepewa John Mrema. Kwa maana John Mrema amepata barua kutoka kwa katibu wake wa tawi la Bonyokwa na amekuwa akimfuatilia kwa muda mrefu mienendo yake huyu John Mrema. Kama ambavyo unafahamu ya kwamba tangu Freeman Mbowe aondoke katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kuingia Tundu Antipas Lissu, ni kama Mrema amekuwa tofauti sana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Niliweza kusikia mahojiano ya Mrema. Alipokuwa akifanya mahojiano alisema ya kwamba kauli ya no reforms no election ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema inakitumia ni kauli ambayo sio sahihi, na kama wanapanga kuzuia uchaguzi basi hilo ni kosa la jinai kuzuia uchaguzi. Hayo ni maneno ambayo John Mrema yeye mwenyewe alikuwa akiyasema alipokuwa akifanywa mahojiano na chombo kimoja cha habari, na hapo nikapata mashaka.
Huyu Mrema alikuwa ni mtu wa mawasiliano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Inawezekanaje anakwenda kinyume na matakwa ya chama chake ambacho ndio anafanyia kazi? Lakini kumbe Mrema tayari alikuwa ana lake jambo, kwa maana tayari mambo yalikuwa yameshapamba moto kwa upande wake. Alikuwa ni kama hahitaji kuendelea katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Pengine alihitaji kuondoka katika chama hiki. Ndio maana alikuwa akionekana kukinzana sana na matakwa ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na hapa huyu mwenyekiti wa tawi la Bonyokwa aliweza kufanua kwamba Mrema walimwandikia barua ili aweze kujibu hizo tuhuma zake ambazo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Lakini Mrema hiyo barua hakuweza kuijibu kabisa. Barua hiyo yeye alianza kuisambaza katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mpaka hapo tagundua kwamba Mrema alikuwa hana haja hata ya kujibu barua ambayo aliandikiwa na katibu wa tawi la Bonyokwa ama katibu wake wa Chadema. Mwisho siku Mrema yeye hakuwa hata na muda wa kuandika barua ama kujibu tuhuma zake, na aliitwa ili aende akajitetea, lakini Mrema hakwenda. Hivyo wameamua kumfuta rasmi wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na Mrema mpaka sasa bado hajajibu chochote kuhusiana na yeye kufutwa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Yani mpaka hapa mtazamaji Bongo Super Media, ni kama Mrema yeye alihitaji kuondoshwa katika chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na nimeweza kufuatilia comment za watu mbalimbali. Watu wanaeleza kwamba John Mrema ni mtu ambaye ni mamluki ama ni msaliti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa sababu ya maneno ambayo amekuwa akiyazungumza. Lakini kwa upande wake yeye Mrema yuko kimya kabisa, hataki kuzungumza tena chochote tangu apewe barua hii. Mtazamaji Bongo Super Media, Mrema amefanya kazi kwa muda mrefu sana katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa muda mrefu, na alikuwa ni mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa maana yule mtu ambaye anatoa taarifa za Chadema, unaweza kusema kwamba kama msemaji wa Chadema yeye ndio alikuwa ana cheo hiko. Chadema taarifa zake zote alikuwa akizungumza yeye huyu John Mrema, lakini kwa sasa tayari Chadema wamemuondoa katika chama chao. Sasa mtazamaji Bongo Super Media, unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments kuhusiana na huyu John Mrema kuondoshwa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Je, Chadema wamefanya sawa kumuondosha Mrema katika chama chao ama hawajafanya sawa? Unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comment, lakini pia ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.